mali yetu, wameharibu vitu zetu, wametunyang'anya masimu, wametuumiza ile kabisa. Sasa mimi nataka kusema hivi, hii serikali ya Kenya Kwanza ndio tulipigania. I'm one of the chief campaigners of Kenya Kwanza government. I'm among the very first people that started selling and campaigning for His Excellency William Ruto. Truly, I wasn't campaigning to be repaid like this. I wasn't campaigning for land grabbers to come and start claiming that our church properties are their properties. We cannot lose properties in this country. Na ni wengi wamekuja wanasema ni NIS, wengine wanasema ni DCIO, wengine ni polisi, ni wengi. So definitely government is involved, and it is sad, very sad that this is the government that we campaigned for. I'm yet to believe that they can do this to me. I'm the one who sold Kenya Kwanza, UDA in Nairobi County. I'm the one who gave them a platform. Leave alone that, I'm the one who gave them a vision for Nairobi. And today, look at what we are suffering. Ukiingia huku ndani kumejaa polisi and they are all armed. Wametunyang'anya vitu zetu, wamechukua simu, wametupiga. I have to go to hospital. Sasa hivi nimekunywa painkillers ndio nifike hapa. So I have to rush to hospital kujaribu kuona vile nitatibiwa miguu na mikono. It is sad. It is very, very sad. Pengine Bishop unaweza tueleza wamekubainia kiini hasa cha kwa? Hapana, hakuna mtu anatuambia wanafanya nini, wanasema tu wametumwa na MD wa Railways. Na MD wa Railways ajue, hapa hakuna property ya Railways. Na MD wa Railways ajue, kuna Mungu mbinguni. Vile mnasemanga nyinyi kwa serikali kuna Mungu mbinguni, hata kwetu kwa makanisa kuna Mungu mbinguni. If anybody in Kenya Kwanza government can dare touch my properties, je, na wale raia wenye hawana mtu wa kuwasaidia? Wale raia wenye hawana mwenyewe? If Jesus is alive ministries is under attack today, how about the common mwananchi? Tutahamia wapi? Tutaenda wapi? Serikali yetu yenyewe ndio inatupiga. Where are we going to go? Where are we going to run? Mimi mwenyewe nimesalimia watu wa DCIO hapa nikawaambia karibuni mtu okolee. Kumbe they are coming to reinforce their NIS brothers. Alafu wakaitana wengine. So you can really see tumefika place where sisi ndio hatuna mtu wa kutusaidia na mahali ya kukimbilia. Lakini kuna Mungu mbinguni, wacha tuone what they can do. Wamebomoa huko nyuma, kuna ukuta wanabomoa huko hata saa hii, waimesimamiwa wanabomoa. Wabomea huko na walikuwa wamekuja tena tarehe 10 mwezi wa February. Wakaanza kubomoa from the start. Sasa na sisi tulikuwa na harusi, kanisa ilikuwa imejaa watu. The wall that you are mentioning, Pengine Bishop, is it the same wall that you moved to? Yes, it is the same wall, and it is the same wall that they had demolished my wall to put their wall. So now they are coming to demolish again, and it is because the court case is coming up, so they are trying to protect themselves. Ati hawajafunga njia. Unajua jaji hakuja kuona amerudi nini, so they are coming out, they are trying to cover up themselves. Which one to one? Hata mbinguni kuna sheria, wacha duniani, hata mbinguni kuna sheria. Hey guys, I have to go to hospital. Mheshimiwa Mwago is here with us. Nimekuja hapa leo na hii attack imehappen hapa hapa. I've been a member of this church toka niko mtoto mdogo, and there have never been any land issue. Na tuipangi mali ya watu sisi. Kitu wenye na kama nilikuja kama mbunge to find out the truth. These guys have come invaded this place. Hawana any court order, hawana any eviction. They have nothing. They're just claiming they are under from orders from above. And it is good that they have admitted there is a force behind it. MD Mainga is a person that office yake iko hapa less than 200 meters. Ni mtu mwenye anajua Bishop for a very long time. Alikuwa anafaa kuja hapa atuambie, kinaganaga atuambie. But you can see there is another force yenye iko nyuma yenye anataka kugrabisha shamba yenye iko hapa. And there's nothing short of that. Kwa sababu huwezi ingia kwa shamba ya mtu bila any, na hii kuna kesi hadi kotini. Even the respect for the rule of law, it is lacking in this administration. Hii ile serikali yenye sisi tulisema ndio na matokeo yake, and you can see what they are doing. If you're pressing even their biggest campaigners, you can only imagine what they are doing with us, with the taxes and everything. Anu watu wenye wana huruma na sisi. Na sisi tunasema hivi, kama mtu amefika mahali mpaka na grab shamba ya kanisa, that's not a human being. And we are going to deal with them kwa sababu Kenya pia inatawaliwa na sheria. Na wezi tuambia, there's nobody above the law. We are not going to take this lying down, we are going to get to the bottom of this matter.
Kwa sababu tukikubali hii na sasa wale wanyonge. Wale hawana mtu wa kutetea. Hii kanisa nyinyi wote mnajua imekuwa hapa kwa miaka mingi sana. Kama sasa hivi wameanza kuinvade hapa na sasa wakianza kutafuta wale watu wengine, sisi hatutakubali. You could maybe elaborate and make it clear. Is the church on lease? Is it No. on rent? No. What is the church We have doing? our title deeds, my dear. This is our property we bought. We have title deeds. We have not debt. We owe no man. That property is ours. This property is ours. We even have approvals Yes. to build a twin tower. Yes. From the county government, from all the Our properties the are even under government. construction as it is. You can see this is under construction. Yes. We are building a twin tower that's good. So it's something that we may approve by all state agencies. So hii mambo ya kugrab shamba ndio tutakubali. Na hii ni kitu yenye tutapigana nao kwa court, tutapigana nao kwa kanisa hadi tupate our right. Korao ne wa ishira twatu na nire Ngai atuiguira na tondu ni ndeciria muno kira rucinya ecirie guka kuhutia kanitha yakwa kana buroti irigania kanitha yakwa ni ndeciria uguo kwaria ma atero ne thirikari atwa campaign-ire utuko na muthenya tukihutira mbeca citu niyo riu iratutunya indo citu niyo iratutunya buroti citu for real ona ndiretekia no ni megwitira uria marenda ona ithuĩ kuna sheria thĩinĩ wa Kenya, kuna sheria katika hii nchi. So let us fight it out legally. Tuone vile wanasema. Watatuambia hapa property ya reli ni gani? Hapa kuna property ya reli Weruga-Lane. Weruga-Lane ni ya investors wenye wamejinunulia properties hapa. What is the next move? Have they given you a verdict? Are they coming No, back? Have they told you they have not said anything. No, they have not said anything. They have actually pushed us by beating us. Nakwambia mkuu, I have to go to hospital. They've broken our legs, they've broken our hands, they've taken our phones, they've taken our money, they've taken our car keys. Even as it is, I have to look for somebody to take me to hospital. They've even taken our car keys. Were you given notice that they will be coming today? No notice, no court order, nothing, absolutely nothing. Ile ukora proper ya land grabbing. Lakini imesimamiwa na nani? Na maaskari. So you can imagine.